Usaliti hauna msamaha. Kama utakubali kusamehe, tegemea kusalitiwa tena. Huu ni ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Mimi ni MSI, ukipenda niite mfalme wa simulizi za mapenzi. Mdogo mdogo naelea kwenye bahari tamu ya mapenzi. Leo tunaendelea na simulizi yetu ya chozi la usaliti, na hii ni sehemu ya 3. Moyo ulikuwa umenasa, ama hakika nilikuwa nimezama na sio kutumbukia kwenye penzi lake. Nilikuwa sina ujanja wowote kwa huyu mrembo. Urembo wake ulikamata macho yangu, uzuri wake uliteka moyo wangu. Mimi nilijikuta ni mateka wa hiari wa penzi lake. Alinikamata bila kutumia nguvu, nami nikakamatika. Mawazo yangu juu yake hayakukoma, na muda kama haukusimama ili niende kumfikiria huyu mrembo. Kuja kushituka, kigiza kwa mbali tayari kimeanza kutanda. Hapo mpendaji niliyependa kuliko nilianza safari ya kurejea nyumbani. Muda wote mawazo yalikuwa kwake mrembo. Kuna muda mpaka nilikuwa najishangaa, maana huu ulikuwa sio upendo, bali ulikuwa uchezi wa mapenzi. Kama walivyosema wahenga, polepole ndio mwendo. Hatimaye baada ya kutembea sana, niliwasili nyumbani nikiwa na fuko la upendo ndani ya moyo wangu. Nilipofika nyumbani, ajabu, nilikutana na ukimya. Mji ulikuwa umepoa sana, utafikiri kelele za bubu. Nyumbani hapakuwa na mtu yeyote, si baba wala mama, wote hawakuwepo. Nilishtuka, maana sio kawaida kuwakuta wote wawili hawapo. Nilifungia mbuzi kwenye banda, kisha nilisimama na kuangaza huku na kule, mikono kiunoni, misiri ya askari wa kikoloni. Mawazo ya kumfikiria mrembo yalitoweka ghafla, mfano wa mvua ya kiangazi. Baada ya kufikiria kwa muda, nilikata kauli kwenda kijiweni ambako baba alikuwa anapenda sana kwenda kucheza bao. Nilitembea kwa kasi kama mwizi afukuzwaye na umati wa watu. Nilikaza mwendo, macho chini, miguu mbele. Ghafla nilisikia, "We, unaenda wapi?" Kidogo nizimie kwa hofu, licha ya sauti kuwa ya kike. Niliguna baada ya kumwona Eliza akiwa biza na nitazama huku anacheka. Nilitamani kusogea na kumzaba kibao, lakini uwezo huo hata sikuwa nao. Eliza, binti wa Mama Junior, Mama J kama yeye anavyopendwa kuitwa, alikuwa mama maarufu kwa kuuza dagaa na pombe za kienyeji pale kijijini. Binti yake Eliza alikuwa msichana mrembo kweli. Eliza shuleni alikuwa na kacheo ka dada mkuu, kwa hiyo alikuwa anajikubali mbaya. Wanafunzi wengi walikuwa na mmezea mate, tofauti na mimi. Kwangu nilikuwa namuona kama dada. Kwanza alikuwa ananizidi kidato cha 4, mimi kidato cha 3. Pili, alikuwa mrembo sana, nguvu za kumtongoza ningezitolea wapi mtoto wa watu? Ningenife na pressure bure kisa kutongoza. Sikuona tu muhimu huo. Kwenye ulimwengu wa mapenzi nilikuwa mfano wa jogora kijijini, kuweka mjini abadani haiwezekani. Nikiwa bado namtazama kwa hasira, taratibu alipiga hatua na kunisogelea. Pressure kupanda, pressure kushuka ilianza kunipeleka mbio. Mtoto wa watu, nilijikuta natetemeka kama nimenyeshwa na mvua ya mawe. Yeye wala hakujali. Taratibu alishika kidevu changu na mikono yake laini. Ramos mimi. Nilijikuta na shusha pumzi, misiri ya mwanariadha wa mbio za mita 200. Ajabu, alizidi kunisogelea pasipo kusema hata neno lolote. Matiti yake madogo yaliyosimama mfano wa ncha ya mshale ilipogusa kifua changu, nilihisi kama mwili wangu umepigwa na shoti ya umeme. Nilihisi msisimko wa ajabu. Nguvu ya kuongea ilipotea, nguvu ya kujisogeza sikuwa nayo. Nilibaki nimeganda tu kama nguzo, sio nifanye nini au nitende nini. Alivyopitiwa hovyo kwa nguvu, alinivuta na kunikumbatia. Aiwe, nilihisi raha ajabu, kama vile hataki. Aliongea kwa sauti ndogo,
tena yenye kubembeleza. Lamos, nakupenda. Maneno yale aliyasindikiza na ulimi ambao ulikuwa unatambaa taratibu kwenye shingo yangu misiri ya nyoka kunako majani. Lamos, nilijikuta napumua kwa kasi, tena kasi iliyokuwa inaambatana na miguno kwa mbali. Mgeni mimi, Lamos mimi, nilimezwa kwenye uwanja. Mapenzi ni mfano wa asali, utamu wake haugusiki, haushikiki na wala haulinganishwi. Mimi ni mfano masimulizi za mapenzi. Nilikuwa nimezama mazima ndani ya bahari tamu ya mapenzi. Nikwambie, sikose sehemu ya 4. Chao.